Watanzania, jamani nisikilize. Kuna maneno ambayo yanafanyika katika taifa lenu ambayo yataharibu uchumi wenu na vilevile yataharibu uhuru wenu na vilevile yataharibu amani yenu kama Watanzania. Viongozi wa mataifa ya Afrika wana tabia mbovu, tabia ya kutaka kuongoza maisha. Yaani, mtu akiingia mamlakani hataki kuondoka, anataka awe kiongozi maishani mwake yote. Na jambo kama hili halijaonekana tu Tanzania, kwa sababu mimi nimefanya siasa ya mataifa mengi katika eneo la Afrika. Nakumbuka wakati Uganda, wakati Museveni alikuwa anapigana vita pale ndani ya msitu, aliambia watu wa Uganda kwamba yeye atakuwa kiongozi wa muda mchache na hivyo baadaye ataondoka awachie wengine mamlakani. Lakini amekuwa kiongozi kwa miaka mingapi sasa, na bado anataka kuwania kiti kwa mula mwingine. Tanzania, msipochunga, taifa lenu litaharibika. Mukiangalia, msipochukua hatua ili au wanasiasa ambao wanawaongoza akiwemo rais wenu Mama Samia Suluhu, mchukue hatua kama Watanzania. Mseme kwamba sisi tumeamua, tunatetea uhuru wetu, tunatetea katiba yetu, tunatetea haki zetu za uchaguzi. Mambo yaliyotendeka wakati wa uchaguzi, kulingana na taarifa, ni kwamba watu zaidi ya 10,000 waliuliwa. Na Tanzania mjue kwamba ndiyo mnaweza mkawa taifa, lakini viongozi wenu wajue kwamba nyinyi ni taifa linalokuwa, bado hamjakuwa. You are a developing country. Hivyo basi hamuna nguvu zaidi kuliko mataifa mengine ya kimataifa. Mumesikia juzi kwa jana, Rais wa Marekani Donald Trump amemkamata na kumzuilia rais wa taifa la Venezuela Nicolas Maduro. Na anafanya jambo hili kwa nini? Anafanya jambo hili kwa sababu wale ambao mumesoma historia ya Nicolas Maduro, ni kiongozi ambaye ameongoza wana Venezuela kwa kutumia kifua, kukiuka haki za wana Venezuela. Tukiangalia Tanzania, mama amefunga wapinzani, wako korokoroni, wako gerezani. Amewafungulia mashtaka ambayo yapo kinyume na sheria, na anafikiria kwamba anapolifanya jambo hili yeye yuko juu ya sheria ya taifa la Tanzania na kimataifa. Ndugu zangu wa Tanzania, rais wa Venezuela ambaye alifikiria kwamba hata waiondoka mamlakani, Nicolas Maduro aliongoza wana Venezuela akifikiria kwamba hakuna siku yake itafika. Ameua watu, ameua vijana, ameua wamama, ameua wazee bila kujali. Amefanya kile wazungu wanasema atrocities to the people of Venezuela. Lakini siku zake 40 zimefika. Ndio, huenda Marekani inapigania mafuta, lakini pia ukizungumza na wana Venezuela siku ya leo wanafurahia. Wana Venezuela wengi, they are celebrating. Why? Because Maduro was full of himself. Maduro alikuwa anaongoza kwa kutumia kifua. Maduro alikuwa anaongoza kwa kutumia nguvu kupita kiasi. Alidhalilisha katiba ya Venezuela. Haya tumeyaona katika eneo la Tanzania.
tumeyaona yakitendeka Tanzania. Sikiza wa Tanzania, mimi nimeunda chaneli hii ya Tanzania Leo ili tusemezane. Najua kwamba Tanzania hakuna uhuru wa vyombo vya habari. Najua kwamba chaneli nyingi zimenyimwa uhuru wa kujieleza. Kwa hivyo tumekuja kwa niaba yenu ili tuwaelimishe. Najua wengi mtanitusi, najua wengi mtasema lakini tuko hapa kuwasaidia. Tuko hapa kuwasaidia, tuko hapa tuwasaidie. Na unajua Kenya, hata kama tuko na viongozi ambao kwa wakati mwingine wanaenda kinyume na katiba, lakini kwa kiwango kikubwa Kenya tuko na katiba inayofanya kazi. Kwa hivyo Tanzania, msipoamuka sasa mutetee haki yenu kama wa Tanzania, museme kwamba imetosha na mambo kama haya yataendelea wakati mwingine, basi muko taabani, muko taabani. Wakati munauliwa wa Tanzania 10,000 na mumenyamaza tu. Mama anajitangaza kuwa mshindi na mumenyamaza tu. 98% mama anajiapisha akiwa msituni na mumenyamaza tu wa Tanzania. Ni wakati wenu. Sijasema mpigane vita. Nimesema musimame kidete, museme na mukatai viongozi wanaovunja katiba. Muende katika historia, mkumbuke wale waliopigania uhuru wenu wa Tanzania. Msikubali mtu mmoja kwa usiku mmoja aharibu uhuru mababu zenu waliopigania miaka mingi iliyopita. Watanganyika jamani, msirudi mahali mlikuwa. Akina Mwalimu waamuke, kina Julius Nyerere waamuke leo hii, waone yanayofanyika Tanzania. Sijui watasemeje, kwa sababu hawa ni wazee waliofariki wakiacha Tanzania ikiwa imara, ikiwa na imani. Lakini ukipata kwamba mtu mmoja anatembea juu ya miili kwenda kujiapisha, wakati mwingine mimi ninalia. Otherwise, sisi tunawatakia mazuri, na msikubali kamwe katiba yenu ichezewe. Mkitaka kubadilisha katiba, mubadilishe katiba kwa sababu Watanzania wanataka. Msibadilishe katiba kwa sababu viongozi wachache wanataka katiba ibadilishwe ili wapate njia ya kujikimu katika mamlaka. Nawatakia mazuri wa Tanzania, tunawaombea. Mwenyezi Mungu awabariki.